Wale ambao wamemrudishia Mungu, tunasema nyote mweze kubarikiwa. Hata mzee ambaye amesoma tangazo hili, asante kwa kuwa umetukumbusha. Ubarikiwe pia. Mimi fundisho la leo litaendana na tangazo hilo ambalo mzee ameweza kutusomea. Lakini mbele niingie kwa ndani ya fundisho, nimependa nianze na kulinganisha vitu viwili ambavyo ni kodi ama mataxe zile ambazo tunazijua, hata na kutoa zaka ama sadaka. Hivyo ni vitu viwili ambavyo ni tofauti, lakini Biblia nayo inasema tumtolee Kaisari iliyo yake, hata na Mungu tumrudishie yaliyo yake. Kaisari sasa nakwambia, ikiwa wewe hautoi kodi, mwisho inakuwa nini? Ni kukua. Mwisho ni nini? Mbona mseme? Si ni kufungiwa. Lakini kwa Mwenyezi Mungu unapoambiwa umrudishie, unakuwa uhuru kwa Mungu. Napenda wimbo ambao Gadi Kingi ilikuwa ikiuimba unaosema uhuru. Uhuru. Je, mnajua wimbo huo? Gadi Kingi naimba wimbo ambao unasema uhuru. Kwa Mungu tuna uhuru. Ikiwa serikali nasema wewe ni mchuruzi, unafungua duka lako, ni sharti uweze kulipa mataksi. Na taksi hizo wakati tunakataa kuzilipa, maisha ya nchi inaenda iko na zorota. Nikusema kama tunapenda nchi iishi ikuwe na uzima, ni sharti tutoe nini? Ni sharti tutoe kodi. Sasa kazi ya Mungu, kwa sababu tuko na uhuru, tunakataa kurudisha yale ambayo ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tuko na uhuru, tunacheza katika uhuru ambao tumepewa. Lakini Biblia inasema kwamba mwisho hayo yote, tunapodharau kumrudishia Mungu yaliyo yake, tunapokuwa wezi, kuwa katika listi ya wale ambao ni wamwizi, sharti matokeo itakuwa ni kupata kifo. Tunasikia hapo? Kodi yaleta kama tuilipe, tunafungiwa. Lakini kwa Mungu kama aturudishe, tuna uhuru wa kufanya yale yote ambayo tunayapenda. Lakini kama tunaendelea kudharau, mwisho itakuwa ni nini? Ni kifo. Je, tunapenda tukufe kwa sababu tumedharau? Ilikuwa tu ni kulinganisha mambo hayo mawili ili tuweze kuyatafakari na tuone ni njia gani tunapaswa kuipitia. Tutaheshimu uongozi wa serikali, lakini pia tuheshimu yale yote ambayo Biblia inatuagiza. Fundisho la leo linasema, ni wapi unaweka hazina yako? Inakuja kama swali, inayo ni swali mimi hata na wewe. Ni wapi unapoweka hazina yako? Kila mtu jibu ni kwake. Mimi ninaweka mahali gani? Wewe unaweka mahali gani? Mfano huu ambao nimeuanza nao wa kulinganisha kodi ya serikali hata na zaka ama kutoa sadaka kwa Mungu, tumeona ya kwamba wale wawili mpaka tuweze kutimiza yale ambayo wanatuagiza. Ikiwa tunakataa, tumekosea. Upande moja tutafungiwa, upande mwingine ni mauti. Lakini ikiwa tunapenda tupate uzima wa milele, ni sharti tuweze kuweka hazina yetu kwa nani? Kwa Mungu. Kuweka hazina yetu kwa Mungu, maneno haya tutayapata katika kitabu cha Yohana, kama vile ndugu Kaleba ameweza kutusomea, sura ya 6 kwenye mstari wa 21. Tusafiri pamoja katika kitabu cha Mathayo, sura ni ya 6 mstari ni wa 21. Aliyefika anaweza kusoma. Sura ni ya 6 kwenye mstari wa 21. Nasema hivi, 21.
Tuanze hapo juu kwenye mstari wa 19. Inasema sheria ya ufalme juu ya mali. Sheria ya nini? Ya ufalme juu ya mali. 19. Msijiwekee hazina duniani, pahali nondo na kutu zinapoharibu. Tusiweke mali zetu duniani mahali nondo na nini zinafanya nini? Zinaharibu. Na wizi wanavunja na kuiba, lakini mjiwekee hazina mbinguni. Tujiwekee hazina wapi? Mbinguni. Fundisho ama kichwa cha fundisho kimesema ni mahali gani unaweka hazina yako. Biblia hayo inatuelekeza, inatuambia tuweze kuweka hazina yetu wapi? Mbinguni, mahali ambapo nondo hata na kutu na wizi hawawezi kufanya nini? Kuharibu. Tunapoendelea na usomaji, wala wizi hawavunji na kuiba, kwa maana pahali hazina yako iko, pahali moyo wako utakapokuwa vile vile. Pahali ambapo unaweka hazina yako, ndipo na moyo wako utafanya nini? Mimi nimekuwa na experience wakati nakuwa na pesa kidogo kwa uwezo wangu, unapoweka hapa mbele unajikuta huko katikati ya watu wengi. Kwa mfano, unakuwa pale Birere. Mnakumbuka mwisho wa Birere? Mtu alikuwa akienda na kamata hapo. Juu asifanye nini? Mkono iko mtoshe, lakini roho nayo iko wapi? Roho inakuwa iko hapa au iko mtoshe? Ni kusema mahali ambapo unaweka mali yako, ndipo moyo wako utafanya nini? Ili tuweze kuwa pahali pazuri, kumbe tuweke mali zetu hapo. Unapoweka pale, na moyo wako utakuwa pale ambapo umeweza kuweka. Na mahali pazuri pa kuweka ni wapi? Ni mbinguni. Tuendelee na usomaji. 22. Taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utajaa nuru. Nitarudia, taa ya mwili ni nini? Taa ya gari ni nini? Ndio, kila mmoja atakuwa na namna ya kujibia. Basi jicho lako likiwa safi, ikiwa jicho lako liko safi, ikiwa unajua kuangalia vizuri na unajua ni mahali hapa ndipo naweza kuweka, jicho likiwa safi linakuwa nuru ya nini? Nuru ya nini? Ya mwili wote. Tuweze kuwa makini, tuweze kuwa na hiyo hekima ambayo wakati Agape umeweza kuimba, ili tunapochunguza mahali pa kuweka, tuangalie, tutazame mbinguni. Hapo ndipo tutaweka, na ndipo moyo wetu utakuwa na macho yetu yatakuwa yamekuwa nuru kwa mwili wote. Bila kukawia, mimi nimeanza nyuma, lakini sakawia usiko wa kuenda. Mimi nimetayarisha mambo mazuri sana, lakini si mimi, ni Mungu ambaye ameyatayarisha. Mama hapa kuko somo ambalo niliweza kutusomea. Wewe unayekuwa na hazina nzuri, anasema ya kwamba ni kumjaribu Mungu. Je, mnasikia maneno haya? Maneno haya ni mazito. Wewe unapomrudishia Mungu, inakuwa jaribu kwake. Hiyo jaribu ni jaribu takatifu, kwa sababu unapomjaribia naye atafanya nini? Atakurudishia, atakubariki. Kwa sababu gani wewe haupendi kumjaribu Mungu? Kwa sababu gani wewe haupendi uishi mahali pazuri? Ni kusema ikiwa haupendi kuweka mahali pazuri, wewe macho yako hayaangaze vizuri. Ikiwa yanaangaza vizuri, tumesikia ya kwamba itakuwa nuru kwa mwili wote. Wewe umechagua vibaya, ndiyo maana mwili wako hauna nuru. Twende haraka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati.
atakayefika mahali hapo ataweza kusoma Kumbukumbu la Torati ni sura ya 8 mstari wa 18. Fungu ambalo mama amesoma hapa linakuwa katika Malaki, ndilo linasema tuweze kurudisha na nyumbani mwa Bwana muweze kuwa chakula kingi. Na kile chakula ni chakula ambacho katika Kumbukumbu la Torati inasema ya kwamba 1/10 nimeitolea kwa Walawi ili iweze kuwa urithi wao. Tena unasikia neno urithi kwa Kinyarwanda ni gakondo. Mimi nimesoma katika Kinyarwanda ni gakondo. Uwiteka yahaye umuryango wa Lewi kugira ngo icyacumi kibe gakondo yabo kuko badafite aho kuba. Hakuna mahali pengine ambapo wanaweza tosha ila tu ni kwenye 1/10 ambayo wameweza kutolewa. Kumbukumbu la Torati sura ni ya 8 mstari wa 18. Tutasoma 18, nasema hivi: lakini utakumbuka Bwana Mungu wako. Utafanya nini? Ukumbuke Bwana Mungu wako, maana ni yeye ambaye anakupa nguvu za kupata utajiri. Ni yeye ambaye anakupa nguvu za kupata nini? Unapopata utajiri huo, utaweka wapi? Utaweka kwenye mfuko wako. Unapoweka kwenye mfuko wako, na moyo wako utakuwa katika mfuko. Lakini unapoweka mbinguni, moyo wako utakuwa wapi? Nisema tumkumbuke Mungu aliyetutolea nguvu za kupata utajiri. Nitaendelea na usomaji kwenye mstari wa 18. Ukumbuke Bwana Mungu wako, maana ni yeye ambaye anakupa nguvu za kupata utajiri. Lakini urithi wa hao Walawi ni nini? Ni 1/10. Tunapokataa kumrudishia Mungu, tunapokataa kutoa zaka, ni kusema tumewavamia Walawi, tumeingia katika urithi wao. Tunapoingia katika urithi wa wenzetu, sharti tumefanya dhambi, na dhambi hiyo haitasamehewa. Ndio maana tumetanguliza, tunapolinganisha mambo mawili, kunakuwa ya Kaisari na mambo ya nani? Ya Mungu. Mambo ya Mungu ni hayo ambayo tunawaambia ni urithi wa wanani? Wa Walawi. Unapokataa sharti, mwisho ni kifo. Sio waogopeshe, ni maneno ambayo yanaandikiwa huko. 18 mstari ni wa 2. Waebrania 7 mstari wa tuanzia hapo mstari wa kwanza. Endeleo la ukubali wa Melkisedeki. Melkisedeki aliyeishi duniani ni mfano wa Kristo. Melkisedeki ni mfano wa nani? Tuende pamoja sasa ili tuweze kuelewa fungu hili. Kwa maana Melkisedeki huyu mfalme wa Salemu, kuhani la Mungu aliye juu, aliyekutana na Abrahamu nyuma ya kushinda wafalme, na alimbariki ambaye aligawiwa na Abrahamu sehemu ya 10 ya vitu vyote, maana ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu. Huyu ambaye anasemeka hapa ni mfalme Melkisedeki, lakini hapo juu anasema analinganishwa na nani? Analinganishwa na nani? Na Kristo. Huyu Melkisedeki alipokuwa vitani akawashinda wafalme, na Abrahamu naye akasema huyu mfalme nitamrudishia 1/10 ya mali zote ambazo nakuwa nazo. Tutaendelea na usomaji kwenye mstari wa 5. Ukuhani wa Melkisedeki ni mkubwa kupitia ule wa Haruni, kwa sababu Haruni
ndani ya Abrahamu alilipa Melkisedeki sehemu 1/10. 1/10 si jambo ambalo limeletwa na watu wa leo, bali ni agizo kutoka kwa Bwana. Tunapobarikiwa sisi tuna uhuru, lakini ni sheria. Ni sheria tumrudishie Mungu 1/10, kwa sababu wazazi wetu wa zamani nao waliweza kumrudishia kwa mali yao yote. Tunapofanya hivyo tumeujiwekea wapi? Nitaenda niko natulia neno hili. Ni mahali gani unaweka hazina yako? Kitabu cha Mathayo kimetuelekeza ya kwamba ni vizuri kujiwekea mali yetu huko juu mbinguni, kwa sababu huko ambako tunaweka ndipo na moyo wetu utaweza kufanya nini? Utaweza kukua. Unapoweka duniani, moyo wako utakuwa hapa duniani. Unapoweka kwenye poshe yako, moyo wako utakuwa wapi? Nisimwatolea mfano wa mtu mwenyewe iko na tembea lilelekeza naenda iko na kusagusa. Unakosa hata amani. Huyu Mungu ambaye Abrahamu ameweza kumrudishia 1/10, huyu mfalme Melkisedeki ambaye alilinganishwa na Kristo, yeye anapendezwa na kuona ukarimu wa wana wake. Anapendezwa na kuona sisi tunamrudishia yaliyo yake. Inampendeza wakati tunaahidi na kutimiza, lakini tusipotimiza yeye anakwazika sana, inamuuma moyoni mwake. Na Mungu hata anatoa machozi anapoona watu wake hawariziki, hata wanafika kiwango ya kugusa ile moja yake nayo tunaikula. Hiyo ni uchoyo, ni uchoyo kabisa. Kwa tunapoendea mwisho, tuone maneno ambayo wenda yataweza kutusisimua sote na kuweza kukua na ukarimu. Tusiwe wachoyo, tusikule vya watu, tusikule vya Mwenyezi Mungu, kwa sababu anatutolea 10 si moja, ile inakuwa ni ya Mwenyezi Mungu. Wakorintho wa pili, na ndio shairi la mwisho. Wakorintho wa pili, tumetoa ahadi nyingi sana. Uwezekane miongoni mwetu kuna wale ambao hawajatimiza. Hawatimizi kwa sababu wamekosewa. Kuna wengine ambao hawatimizi kwa sababu wamepuuzi. Unapopuuzi, matokeo ya kupuuzi yako ni mauti. Lakini ikiwa umekosewa, Mungu yeye mwenyewe ndiye anatoa nguvu za kupata utajiri, kama vile tumeweza kusoma. Mungu ndiye anatuwezesha kupata ile kidogo ambayo tunakuwa nayo leo. Ile ambayo naita ni yako, ni Mungu ambaye anakuwezesha. Ikiwa umemwahidia kitu fulani, uweze kutimiza, kwa sababu inamfurahisha. Wakorintho wa pili sura ni ya 9 mstari ni wa 6. Wewe umesema kwa kinywa chako, unaahidi lakini hautimizi. Ni kusema umepanda kwa choyo, utavuna nini? Twende pamoja tutafakari maneno haya. Umesikia kwamba ni vizuri kutimiza ahadi, hata na kuachilia yale ambayo si yako, unayatoa kwa mwenye nayo, unaifanya kwa moyo ambao unakuwa na furaha bila kusukumwa. Mbinguni zinafurahi, kwa sababu somo hili limesema Mungu anapendezwa na wale ambao wanatoa kwa moyo wa furaha. Sote tunaokuwa hapa, ikiwa tunakubali hivyo, mbinguni zitatufurahia na ukarimu wetu utaweza kuturidhia, kwa sababu Mungu yeye mwenyewe anasema mfanye nini? Mlijaribu. Tuweze kujaribu Mwenyezi Mungu, naye ataweza kutubariki. Na mibaraka hiyo hapa shairi hili linamaliza linaposema itakuwa ni mibaraka ya milele zote. Mungu atusaidie
na atuwezeshe, kwa sababu nguvu za kupata mali zinatoka kwake. Tuendelee kujiweka mikononi mwako, na nguvu zake ndizo ziweze kutuongoza katika jina la Yesu. Bwana wa Mungu wa mjambo tena. Yangabe Bwana, shukuru mhuduma wetu. Asante sana. Katika mambo ya Mungu watu wako mliberte, mais haiko liberte ni libertinage. Lakini ile liberte itafanya nini? Itakoma. Na kila jambo itapita katika hukumu. Walimu wetu vraiment tutosha kufia. Mungu akubariki sana. Basi wakomesha kipindi hiki, tutasimama sote. Na mwongozi wetu wa nyimbo atuongoze na nyimbo ya namba 95 katika kitabu